walimpeleka Yesu Pretorio. Kulikuwa asubuhi sana na asubuhi mapema, wenyewe hawakuingia Pretorio wasije wakajinajisi, maana walitaka kuita Pasaka. Basi Pilato akawaendelea nje akasema, mnaleta mashtaka gani juu ya mtu huyo? Wakajibu wakamwambia, kama huyu asingekuwa mtendaji maovu tusingemleta kwako. Pilato akawaambia, haya, mchukueni mkamhukumu kwa sheria yenu. Wayahudi wakamjibu, sisi hatuna ruhusa ya kumwita mtu huyu. Hivyo maneno aliyosema Yesu kuonyesha maana ya kifo yalipata kutimia. Basi Pilato akaingia tena katika Pretorio, akamwita Yesu akamuuliza, je, wewe mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, unasema hivi kwa nafsi yako au ni watu wengine waliyekupa habari yangu? Pilato akajibu, ni Myahudi mimi, ni taifa lako la makuhani wakuu waliokuleta kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu si wa ulimwengu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatolewe kwa Wayahudi, lakini ufalme wangu si wa hapa. Basi Pilato akawaambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe unasema ya kuwa mimi ni mfalme. Nia ya kuzaliwa mimi na nia ya kuja ulimwenguni mimi ndiyo ushuhudia kweli. Kila aliye wa ukweli usikia sauti yangu. Pilato akamweleza ukweli. Baada ya maneno hayo alikwenda tena nje kwa Wayahudi akawaambia, mimi sioni kosa kwake, lakini kuna desturi kwenu niwafungulie mfungo mmoja kwa siku ya Pasaka. Je, mwataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Wakapiga kelele na kusema, si huyu bali Baraba. Na Baraba alikuwa mnyang'anyi. Hapo Pilato alimtwaa Yesu akampiga mijeledi, na askari wakasuka taji la misiba wakamtia kichwani, wakamwisha joho ya zambarau, wakampokea wakisema, Salam mfalme wa
wakampiga makofi. Kisha Pilato akaenda tena nje, akawaambia, tazameni, ninamleta nje, mpate kutambua ya kuwa sioni mimi kosa kwake. Hapo Yesu alitoka nje, amevaa taji la miiba kichwani na lile joho la zambarani. Pilato akamwambia, mtazameni huyu mtu. Makuhani wakuu na watumishi walipomwona Yesu wakapiga kelele, msulubishe msalabani, msulubishe msalabani. Pilato akawaambia, mchukueni wenyewe mkamsulubishe msalabani, kwa maana mimi sioni kosa kwake. Wayahudi wakamjibu, si tena sheria na kwa kadiri ya sheria hiyo anastahili kufa, kwa sababu amejidai kwamba ni mwana wa Mungu. Pilato aliposikia hayo akazidi kuogopa, akaingia tena Pretorio, akamwambia Yesu, umetoka wapi? Yesu akamjibu. Pilato akamuuliza, usemi nami? Hujui ya kuwa nina mamlaka ya kufungua na nina mamlaka ya kusulubisha? Yesu akamjibu, usingekuwa na mamlaka yoyote juu yangu mimi kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako anakosa kuwa zaidi. Toka hapo Pilato akajaribu kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga kelele wakisema, ukimfungua huyu mtu, wewe si rafiki ya Kaisari. Kila mtu ajifanye mfalme anamwasi Kaisari, anamwasi Kaisari. Pilato aliposikia maneno hayo akamleta Yesu nje na akaketi katika kiti cha hukumu, mahali paitwapo Sakafu ya mawe, au kwa Kiebrania Golgotha. Ilikuwa siku ya maandalio ya Pasaka. Mnamo saa 6 akawaambia Wayahudi, tazameni mfalme wenu. Nao wakapaza sauti, mwondoshe, msulubishe. Pilato akawaambia, je, nimsulubishe mfalme wenu? Makuhani wakuu wakajibu, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Hapo Pilato walimtoa kwao ili asulubiwe, nao wakamchukua Yesu, naye mwenyewe alichukua msalaba njiani toka mjini mpaka mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha.
Pilato akaandika hati akaiweka juu ya msalaba. Ilikuwa imeandikwa hivi: Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Wayahudi wengi walisoma hati hiyo, maana aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Lugha ya hati ilikuwa ya Kiebrania, Kilatini na Kigiriki. Makuhani wakuu wa Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, nimeandika. Baada ya kumsulubisha Yesu, askari waliyachukua mavazi yake wakayafanya mafungu manne, kwa kila askari fungu moja. Pia walichukua kanzu, nayo kanzu ilikuwa nzima bila mshono, yaani mfumo moja toka juu mpaka chini. Basi wakambiana, tusipashwe, afadhali tuipigie kura, na hivyo kwanza itakuwa ya nani? Kwa maana yeye alitimia maandiko yasemayo, walionya nguo zangu wakalipigia kura vazi zangu. Hayo ndiyo walifanya askari. Karibu na msalaba Yesu alisimama. Karibu na msalaba Yesu alisimama mamake na ndugu ya mamake, Maria mke wa Kleopa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mamake na karibu naye mfuasi wake aliyempenda, alimwambia mamake, Mama, tazama huyu ni mwanao. Kisha akamwambia mfuasi, tazama huyu na mamako. Toka saa ile mfuasi huyo alimpokea nyumbani kwake. Baada ya hiyo Yesu akaijua ya kuwa yote yaliyotakiwa kwa kutekeleza maandiko yametimia, akasema, niona kiu. Huko kulikuwako chombo kilichojaa siki. Basi wakalowisha sifongo katika siki, wakaipachika kwenye mwanzi, wakakiruza kinywa chake. Baada ya kuipokea siki, Yesu alisema, yametimia. Akainama kichwa, akatoa roho yake.
kupendana daima na kujitahidi kufahamu zaidi fumbo la uzima wako, nawe utufanye tuwe mashahidi kamili wa upendo wako hapa duniani, na tunaomba ya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na wako wale ambao hamwamini Mungu. Mungu Mwenyezi wa milele, wewe umewaumba watu wote wawe daima na hamu ya kukutafuta, na wakupate wateule wote, huo ishara ya mema wako na ushahidi wa matendo mema yao wakuanio katika taabu zote. Tunakuomba hao wote uwajalie wakukiri wewe tu Mungu wa ukweli, Baba wetu wa wote, na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuombe viongozi wa serikali, tuombe pia viongozi wa serikali, ili Mungu Bwana wetu auongoze akili zao mioyoni mwao jinsi wanavyotaka, kusudi watu wote wapate amani na uhuru wa kweli. Mungu Mwenyezi wa milele, ndiye uliye na uwezo juu ya mioyo ya watu na haki za mataifa. Uwatazame kwa mema hao viongozi wetu wa serikali, utujalie amani, upendo, huruma, usitawe wa mataifa na uhuru wa dini popote duniani, na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunawaombea wote ambao wana taabu na shida, na wale ambao wanateseka. Enyi ndugu, tumuombe Mungu wetu Baba Mwenyezi aondoe upotevu wa wote duniani, aondoe magonjwa, afukuze njaa, afungue magereza, afungue pingo, wasafiri awajalie usalama, wageni warejee kwao, wagonjwa wapone upesi. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu wetu wa milele, ndiwe mfariji wa wenye kusikitika na nguvu ya wenye kuteswa. Uyasikilize maombi ya wenye kuhulilia katika taabu zao, ili wote wanafurahi kuwa wamepata huruma yako katika shida zao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa tumefika wakati wa kutoa shukrani kwa msalaba. Wapi huo msalaba? Sisi Wakristo wapenzi, hatuabudu msalaba. Basi niseme machache juu ya msalaba. Msalaba ambao mlikuwa mnabeba ulikuwa wale ambao walikuwa kando ya barabara na
ukiangalia hivi kitu wale wanafanya hii, watu wamelewa, kitu wale wanafanya hii, wanabeba mti msalaba ukozi mtupu. Na ukisoma pale pahali kuja usome ya ni kuja mwalimu kuja hapa, badala ya kuleta Biblia uambie kutoka kwa ile somo, kwa sababu unalijua kwa kichwa. Waambie kutoka wapi? Tutasoma Wakorintho wa kwanza. Wakorintho ya kwanza. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Tusome mstari 18. Inasemaje? Wale wanao dharau msalaba, Wale ambao wanadharau msalaba hawajui, lakini wale ambao wanaamini msalaba ni nguvu za Mungu. Wale ambao hawaamini msalaba kutoka Korintho ni upuzi mtupu. Ndio kusema hawaamini msalaba, hawajui. Sasa niwaulize, ukiona ishara ya bendera ya Kenya unafahamu nini? Ukiangalia msalaba unafahamu nini? Nini? Tumeokolewa kutoka kwa ubeberu. Ile bendera ya Kenya ni ushindi ya Wakenya kwa wabeberu. Ushindi. Na sisi zote msalaba wetu ni ushindi. Ushindi kwa nini? Ushindi kwa Shetani, ushindi kwa kifo. Yesu alishinda kutokana na ufufuko wake, akashinda Shetani na akashinda kifo. Ukipanda mbegu chini siku 3 hivi inaonekana tu, ndipo hapo tukusika mwili wa mtu, tunaweka msalaba juu ya kaburi, ndio kusema huyu mtu amefufuliwa. Ni ishara tu. Kwa hiyo tunaposika mtu kwa kaburi, tunatia ishara ya msalaba juu ya kaburi kuonyesha ufufuko wa huyu mtu. Leta huyu msalaba sasa. Kutoka leo mjue msalaba hii. Unasema
tunaimba kwa sauti ya kufunua msalaba, na ninyi mtaitikia. Hatuabudu msalaba, lakini tunatoa heshima. Mnasema tuheshimu ninyi, tuheshimu msalaba wa Bwana ambaye yeye amelazwa, tuheshimu. Ndiye msalaba penye Bwana amelazwa, tumheshimu. Ya mwisho kabisa, salamu ulikuwa umefunga saiti. Nisamehe kwa kufungua. Msalaba wa Bwana penye amelazwa, mmoja atasimama pale na msalaba, mimi nitasimama katikati, wa mwisho atasimama pale. Nyinyi nyote mtasimama na kuinua mikono juu na kuinama kwa kutoa shukrani. Kwa sababu hamtaweza ninyi nyote kuja hapa mbele kwa kutoa shukrani zenu, mtasimama nyote.
katika Yesu. Tumeinua mikono yetu juu kwa kutoa shukrani kwa yote ambayo yeye ametufanyia katika maisha yetu kwa kutuokoa. Tunashukuru. Bwana, tunakushukuru. Inama nyote. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante. Asante kwa kifo chako. Asante Bwana, asante. Asante kwa mimi. Asante kwa wote. Asante kwa wale ambao ni maadui wako, lakini ulikuwasamehe. Na sisi sote tufanye tuwasamehe wale wenzetu. Wale ambao wametufanyia mambo mabaya tunawasamehe. Asante sana Bwana Yesu Kristo. Asante sana. Sasa tunajiandaa kwa kupokea mwili wa Yesu Kristo Mwokozi. Masista wenzangu, mnisaidie kuleta Holy Communion kutoka kwa chapel. Tandaza meza na watu. Masista wenzangu, mwenge mkaniletee Holy Communion kutoka kwa chapel. Wakati huu sasa mchangae kwa kutoa sadaka. Baadaye Holy Communion. Wameenda kuleta Holy Communion. Sasa ni wakati wa sadaka. Sauti kubwa Yesu alisema naona kiu. Mkombozi wetu akanyesha singi kama kinywaji. Baba wasamehe hawajui watendalo. Baba wasamehe hawajui watendalo. Msalaba ule mzito, msalaba wa dhambi, Yesu aliuchukua kwa uchungu mkubwa. Msalaba ule mzito, msalaba wa dhambi, Yesu aliuchukua.
nipe moyo wa huruma, moyo wa kuwasaidia wasiojiweza na kusamehe ndugu zetu. Niepushe na anasa, nipe moyo wa huruma. Ni mwaka wa heri na rehema, moyo wangu funguka, niwe mwenye kuleta maridhiano ya Kristo. Ni mwaka wa heri na rehema, moyo wangu funguka, niwe mwenye kuleta maridhiano ya Kristo. Nipe moyo wa huruma, moyo wa huruma Bwana, moyo wa huruma naomba kwako Bwana. Nipe moyo wa huruma, moyo wa huruma Bwana, moyo wa huruma naomba kwako Bwana. Moyo wa kuwasaidia wale wasiojiweza na kusamehe ndugu zetu. Niepushe na anasa, nipe moyo wa huruma, moyo wa kuwasaidia wale wasiojiweza na kusamehe ndugu zetu. Niepushe na anasa, nipe moyo wa huruma. Nifanye chombo chako